Sasa tunapokuwa na ushiriki mdogo wa vijana kwenye sekta ya kilimo, tafsiri yake maanake jukumu hili la kufanya shughuli za kilimo tunaliacha kwenye kundi dogo la watu wengine. Sasa wajibu wetu sisi kama wadau ni kujiuliza tunafanya nini kwenye halmashauri zetu za wilaya kuhakikisha kwamba tunaongeza na tunaweka mazingira rafiki ya kuwavutia vijana waweze kuingia kwenye sekta ya kilimo, ikiwa ni moja miongoni mwa mkakati ule wa Ajenda 1030, kuongeza na kuweza kuwavutia vijana wengi kushiriki katika sekta ya kilimo. Lakini mtakumbuka kwamba Rais wetu Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan wakati analihutubia bunge mjini Dodoma, kwenye hotuba yake moja miongoni mwa mambo ya msingi ambayo ameyazungumzia na dira yake katika kipindi cha miaka 5 inayokuja ni kuendelea kufanya uwekezaji wa kutosha katika sekta ya kilimo kwa kuhakikisha kwamba tunafikia malengo ya kuweza kuleta mageuzi na mapinduzi ya kweli katika sekta ya kilimo, ili kuweza kuongeza na kuharakisha mchango wake kwenye kuongeza fedha za kigeni, kwenye kukabiliana na umaskini, lakini hali kadhalika kwenye kuhakikisha kwamba nchi yetu inaendelea kuwa na usalama wa chakula na kufikia lengo la kuweza kulisha bara la Afrika. Lakini aliweka mkazo pia kuhakikisha kwamba tunaongeza mchango na ushiriki wa vijana kwenye sekta hii ya kilimo. Lakini niliambiwa kwa upande wa uchakataji na wafanyabiashara wa viwanda, uwezo wa viwanda vyao vya kuchakata ni mkubwa. Wamejipanga kuhakikisha kwamba wanachukua kahawa yote inayozalishwa na wakulima. Lakini kwa upande wetu sisi wakulima hatujaweza kuzalisha kahawa inayohitajika kuweza kukidhi mahitaji ya viwanda vyetu. Sasa tatizo ni nini? Soko lipo lakini uzalishaji bado ni mdogo. Wajibu wetu ni nini sisi wadau wa serikali, lakini wadau wa sekta binafsi, hali kadhalika na wakulima, kuweza kuhakikisha kwamba tunaongeza uzalishaji kwenye kahawa. Tukienda kwenye parachichi, hali kadhalika tunakutana na changamoto ile. Tukienda kwenye mahindi, tunazalisha kwa kiwango kikubwa, lakini mahindi ambayo yanachukuliwa na watu, mahindi kama ghafi na yale ambayo yanasindikwa kuzalishwa unga, bado kuna kiwango kingine kinabakia, kinakosa soko. Sasa nini tunafanya kuweza kuvutia uwekezaji kwenye eneo hilo, kuhakikisha kwamba wadau wengi wanawekeza kwenye eneo la kuchakata haya mahindi, kuzalisha unga, ili mkulima wa mahindi anapolima basi mahindi yote yaweze kuchukuliwa na kwa bei iliyokuwa ya uhakika. Na katika ilani ya Chama cha Mapinduzi katika kipindi cha miaka hii 5 imetuelekeza serikali kuendelea kuweka jitihada za maksudi za kufanya mapinduzi katika sekta ya kilimo na kukifanya kilimo kiweze kuwa na tija, kuongeza uzalishaji ili kiweze kuongeza mchango wake katika kukuza uchumi na kupambana na umaskini, na hivyo ukifanya kilimo chetu kiweze kukua kutoka 4.6 ambayo leo hii tumefikia, kutoka ile 2.6 mwaka 21 tuweze kufika 10% mwaka 2030. Kwa hiyo katika kikao hiki, ndugu wadau, tunaamini mijadala tutakayofanya hapa itaweza kutusaidia sana kuweza kutoa mwelekeo mpya wa kuweza kuhakikisha kwamba tunatekeleza maono ya Rais wetu Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan katika kukuza sekta ya kilimo na kuongeza tija ili kuweza kumkomboa mkulima.